Ilikuwa ni tarehe 13 mwezi Februari mwaka 1990. Ni kati ya siku itakayozalia katika kumbukumbu za historia ya Jamhuri ya Kenya. Mwili wa mbunge, pia waziri wa masuala ya nje wakati ule almaarufu kama Foreign Affairs Minister, Robert Ouko, ulipatikana katika eneo la Muhoroni baada ya kuuawa na kutupwa kule. Mwili huu ulipatikana nyakati za asubuhi na kijana mchanga aliyekuwa akielekea shuleni. Machapisho mengi kwa magazeti yakaeneza fununu kuhusu nani haswa aliyemuua shujaa huyu, wakati tu alikuwa ndio kaanza safari yake ya kuelekea kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Ila moja lililopigwa upatu sana ni lile liliandikwa miaka 30 baadaye na kuenezwa bungeni kuwa Robert Ouko aliuawa katika moja ya boma za hayati mwenda zake rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya, Daniel Toroitich Arap Moi, zingine zikidai aliuawa na aliyekuwa waziri wa kawi na mbunge wa Kerio South, Nicholas Biwott. Mpaka wa sasa swali kubwa linabaki ni je, nani aliyemuua Robert Ouko? Who killed Robert Ouko? Ileo katika chapisho letu la The Drums of History tunakuletea taarifa kuhusiana na kifo cha shujaa huyu wa Jamhuri ya Kenya, Robert Ouko. Kabla ya kuuawa kwake, Ouko alikuwa tu ndio karejea nchini Kenya kutoka Marekani katika safari iliyomhusisha Rais Daniel Moi, ambapo alitoka kule kwa ajili ya mawasiliano na rais wa Marekani enzi hizo, George W. Bush. Hivyo minong'ono wakati huo ikadai kuwa safari hii ndiyo ilizaa kifo chake Ouko, kwani Ouko alifanya nini kule Marekani? Inaaminika katika safari hii ya Washington DC, katika kisa kilichochapishwa na Detective Tron kilichoitwa The Washington DC Theory, inaaminika Ouko alitofautiana vikali sana na Rais Daniel Moi pamoja na mbunge wa Kerio South ama waziri wa kawi Nicholas Biwott katika safari ile, na hili ndicho wengi wanadai kilizaa kifo chake Robert Ouko. Kulingana na chapisho la The New Scotland lake Detective John Tron, alidai kuwa wiki 2 kabla ya safari ya Marekani kitu kilitokea baina ya Biwott na Robert Ouko, kuzalisha uhasama uliopelekea kuuawa kwake Ouko, jambo ambalo Nicholas Biwott alilipinga vikali katika bunge la Jamhuri ya Kenya. Baada ya chapisho lake John Tron, ambapo aliwatoa mashahidi wawili waliokuwa katika safari ile ya Marekani, hivyo Wakenya wengi na watu wengi wakachukulia ukweli aliyosema Tron mpaka kumpelekea Nicholas Biwott kumshtaki John Tron kwa kumchafulia jina, na kikao kikapangwa katika bunge kuu la nchi ya Kenya, ambapo Biwott alishinda kesi ile dhidi ya Tron. Hii ni baada ya Tron kudai kuwa shahidi wake alikuwa Barack Banja, ambaye alikuwa ni nduguye Robert Ouko watoka nitoke, ambapo Banja alidai kuwa Rais Moi alighadhabishwa sana na mkutano wa siri uliofanywa na Robert Ouko na rais wa Marekani George W. Bush baada ya mkutano wao wa kwanza uliomhusisha Rais Moi na waziri wake wa kawi Nicholas Biwott. Ila kisa cha Banja kilionekana kweli mwezi Oktoba mwaka 1990. Siku chache ndipo asimame kotini kama shahidi dhidi ya kifo cha nduguye Robert Ouko, aliyepa nchini Kenya na kuhamia Marekani, ambapo alipewa kikao na serikali ya Marekani. Mwaka mmoja baadaye ndipo alituma ushahidi wake kwa barua pepe akidai kuwa Ouko alimpigia simu baada ya kurejea kutoka Marekani na kumwarifu kuwa kulikuwa na kutoelewana
baina yake pamoja na Rais Moi na Waziri Nicholas Biwott, na hivyo mpaka ilimbidi arejee nchini Kenya kwa ndege tofauti baada ya cheti chake cha usafiri kufungwa, na pia akaachishwa kazi na kufungwa kifungo cha nyumbani katika shamba lake la Koru, ambapo mlinzi wake pamoja na dereva waliondolewa baada ya kuweza kupewa amri na Rais Daniel Toroitich Arap Moi. Kando na safari ya Marekani inayotambulikana na wengi kama the Washington Trip Theory, kisa kingine kinachounga mkono mauaji ya Ouko ni kile kilichoandikwa kuhusu mtafaruku wake na waziri wa kawi wakati ule Nicholas Biwott kuhusu kufufua kwa kiwanda cha Kisumu Molasses Plant. Ila akiojiwa bungeni, Nicholas Biwott kuhusu uhasama huu alipinga vikali na kudai kuwa alikuwa akimuunga mkono Robert Ouko katika mswada wake wa kufufua kiwanda hicho, na kilichoupa nguvu ushuhuda wake Biwott ni pale alipodai kuwa binti yake alikuwa kapewa kazi na Robert Ouko katika ofisi zake za masuala ya nje ya nchi, ama niseme katika ofisi za the Foreign Minister Affairs. Hivyo kifo cha Robert Ouko mpaka leo ni miaka 33. Baada ya kifo chake hamna ambaye ametiwa mbaroni kwa mauaji hayo. Kuhusu chapisho la The Detective Tron aliyeajiriwa na serikali ya Kenya kutoka nchini Scotland kufanya uchunguzi juu ya kifo hicho cha Ouko, ushahidi wake ulitupiliwa mbali na koti na kuamrishwa kumlipa fidia Nicholas Biwott kwa kumchafulia jina. Hivyo wakati wa chapisho hili letu la leo bado inasalia ni fununu na minong'ono tu kuhusiana na Moi pamoja na Biwott kuwa ndio waliokuwa wameshika hatamu katika mauaji yake Nicholas Biwott. Chapisho letu linapokwenda hewani, bado serikali inadai kifo chake Robert Ouko it's an ongoing active investigation. Samahani. Mauaji ya Robert Ouko bado yanabaki kuwa kesi wazi ambayo ipo chini ya uchunguzi wa polisi, an open case under investigation. Miaka 30 baadaye, nikuulize wewe, kulingana na ushuhuda na yale umeyasikia kulingana na the Washington Trip Theory, unaona ukweli hupi kulingana na chapisho lake Detective John Tron kutokea nchini Scotland kudai ya kwamba Nicholas Biwott alishika hatamu na aliongoza katika kutoa amri ya kuuawa kwake Robert Ouko? Ni swali la balagha, ila ni swali ambalo nakuacha wewe upate kujijibia, maana bado mpaka leo wote watatu wapo kaburini, lakini familia ya Robert Ouko haijawahi pata haki baada ya kifo cha nduguye. Ni moja tu ya kati ya kesi maelfu ya kesi ambazo zimefanyika hivi katika Jamhuri ya Kenya. Ila nikuulize, ni lini mauaji ya viongozi na pia ya raia wa Jamhuri ya Kenya yatakoma? Maana kuna kisa cha Pio Gama Pinto, aliuawa akiwa wa kwanza after the independence. Akaja akauawa mbunge na waziri Tom Mboya, akaja akauawa JM Kariuki, na wengine waliouawa majuzi ikiwemo Chris Msando, na wengine waliotokomea bila kupatikana ikiwa ni mwanasiasa na aliyekuwa mfanyakazi wa serikali Mwenda Bijewe kutokea katika kaunti ya Meru. Kwa sasa na kuacha tu uweze kunipa majibu yako kwenye comment section. Kumbuka kipindi ni The Drums of History na mimi mtafiti na mchunguzi wako leo.